Wakachinja Pasaka siku ya 14 ya mwezi wa kwanza. Akawasimamisha makuhani katika malinzi yao, akawatia moyo kufanya utumishi wa nyumba ya Bwana. Napenda how hand lifters. I like this kind of a hand lifter. He set the priest in their charges. And the next thing I see that he is doing, he encouraged them to serve, to the service of the house of God. Now listen to the next statement. And he said unto the Levite that taught all Israel, which were holy unto the Lord, put the holy ark in the house which Solomon the son of David, king of Israel, did build. It shall not be a burden upon your shoulders. Now serve the Lord your God and his people Israel. Swahili will say, akawaambia Walawi waliowafundisha Israeli wote, waliotakasika kwa Bwana. Walawi ni wachungaji. Wekeni sanduku takatifu katika nyumba aliyoijenga Suleimani mwana wa Daudi mfalme wa Israeli. Hamtakuwa tena na mzigo mabegani. Sasa mtumikieni Bwana Mungu wenu na watu wake wa Israeli. I pray that in every ministry God will raise a Josiah. That amen haina afya. I say God will raise a Josiah. Can you imagine mtu aingie kwa ministry yako with this kind of an attitude? The Bible says he kept the Passover, but now from there he said something has not been right. He set the priest in their charges. Akasimamisha makuhani katika malinzi yao. Akawaambia, malinzi inamaanisha nini? Akaambia makuhani, kazi hii hamstahili kuifanya. Hii ndio mnastahili kuifanya. May God raise a Josiah. Amen. Some of the works tunafanyaga hatustahili kuzifanya. Maloza dabaganama. Kitu ya kwanza Josiah alipoinuliwa na Bwana. I wish I can, Mama, you can open for me another version. God Words Translation, Jenga, if you have it there, you can read for me louder. You can get a microphone and read for me. God Words Translation and New Living Translation. I know you can access it quickly. Yeah? Read for me, son. He told the Levites. No, verse 2. Is it verse 2? Mm-hmm. Josiah appointed the priests to their duties and encouraged them to serve the Lord. Come on, read like a pastor. Josiah appointed the priests to their duties and encouraged them to serve the Lord. To their duties. Josiah came with a burden of the priest. So, give me another one. Yes, sir. Do you have something, saying something different like God's Word Translation or Amplified, something? Give me quickly. Now, are you getting the word? To their possessions. The reason why we miss some of the blessing, it is because the priests are not in their possessions. The reason why the mainstream that Pentecostals don't love to associate with, a priest must minister with robes. Ni hili akiwa na hizo nguo, hamwezi muambia afanya kazi ingine. Sasa, yes sir. So Josiah came with a burden. And burden number 1 was to correct the error. He positioned them. Do you have something for me, son, that you want to read? He positioned them
in their rightful duties. He told them, this you are supposed to do, and this you are not supposed to do. Contemporary, please go on. On that day, yes, Josiah made sure. I pray by the time we finish tomorrow, if there is an error we must correct in our county and in our city, is correcting the error of making sure the priests know what they are supposed to do. Even if I stop it there, you know that some of the things the priests are doing, they are not supposed to be doing. And I'll prove with scriptures today. If it is not written, we will not preach it. He taught them. He positioned them. My goodness. And the Bible says, number 2, I wanted you to continue up on mbele kidogo. Now he has positioned them to what they are supposed to do. Mama Kasisi. Sasa uzoe hiyo jina. Hiyo ni yangu na wewe. Hallelujah. Yani, kitu ya kwanza ni kuambia Apostle Murege, this one you are not supposed to do. Hey. One church I went to preach this message. From that day the church increased. I tell that today. It's a deliverance church. After that, there's a place they fight their pastor, you know. And the washirika wanamwambia, you are in the wrong place. You are not supposed to be doing this. The blessings started to flow in the church. Musifurahie sana mukitumia lugha ya pastor wangu ni mnyenyekevu sana. Alipofanywa kuhani ndiye representative wa Mungu kwa hiyo madhabahu. Ni yeye anapelekanga hoja zenu mbele za Mungu. Wapendwa, ofisi ya kuhani haijawahi vunjwa. Hata kama pazia ilivunjika, ofisi ya kuhani, Yesu Kristo alipelekwa. Yes, sir. You get what I'm talking about? Yes, sir. And watch out, you cannot fight the office of a man of God. You cannot fight the office of a woman of God. But now, the era we are having in the Pentecostal movement is the era of equalizing everybody. Let me teach you. When all of us are equal, what happens? There will never be a flow of anointing. Anointing flows where we have a gravity. Where we have water or anointing coming from, the Bible says, like oil from the head of Aaron and down. It is until there are protocols, hierarchies that are set in the ministry that we know this one has been made our leader. He is the spiritual father. He is the one who blesses. Bible says the lesser is blessed by, you know what I'm talking about. But now in the Pentecostal movement, that is where you will tell your cheerleader, I declare you are blessed. And she will reply, I bless you too. It is only in Pentecostal church you will call somebody and tell them, na Mungu akubariki. Hata wewe nimekubariki. It's confusion. Come on. A man of God that is praying for you, that is given mandate by God to pray for you, is telling you, let me tell you the truth. You cannot go to your biological mother and tell mother, I have come to bless you. Come on. Hata hizi vitu mnapelekaka zawadi hamuendai kuwabariki. Mimi nasikia watu wanasema tumekuja kubariki. Hakuna, zinaitagwa zawadi.
zenye, my God, my Father, mzee moja alipokaribia kukufa, akaita kijana wake mkubwa anaitwa Esau, akamwambia, enda uniletee nyama ya mawindo niipendayo, nikule niachilie kitu. Hiyo nyama aliyoleta si kubariki, alibariki baba yake. Ni baba yake alikula atoe baraka. Sasa kanisa ya kiroho tu ndio iko na Pastors Appreciation Day, ambao tunasemaga umuthi niguo twathi kurathima muhunjia. You know, wapendwa, sasa na nyinyi tu ndio bado mnaleta hiyo era ati nisaidieni, nipelekeni nikabariki baba yangu. Huyu mzee anajua kenye nasema. Wazee hao tunajuaga kuchukua baraka, tunawawekaga maneno kwa mdomo, hatuendai kuwaombea. Even if I'm a bishop, na tuende hata kwa mzee wake. Mzee wake is an old man right now, around 80 something, and he's my friend. As my wife, when we visit that guy, anasemaga, bishop, you are my bishop, bless me. But you know, I want something from this man. That's why we went to see him. So tunamwekaga maneno kwa mdomo, tunamwambia, dokiuge turathimwo, si useme tubarikiwe. Anasema, mimi sina shida, barikiweni. Tunamwambia, si useme tuishi miaka mingi. Juu hataki kusema, lakini tunamweka. Anasema, basi hapo kwa miaka kaeni kabisa. Tunasema amen. Tunamwambia, si useme tusigojeke. Tunajua yeye ndiye akona mandate ya kuachilia. Nataka kutengeneza kaflow kama futa. Tunavunja roho ya kiburi iliyoingia kanisa ya Kipentekosto. Maana walipokosea kuhani wao heshima, hata wazazi wao waliwakosea heshima. Ask my wife, when I go to my own mother, we compel her to pray for us. We normally sit down. Anatuambia, leo bishop tubariki. Namwambia, asante sana, nitawabariki, lakini kwanza tunene baraka. Anaomba baka analia. Oi kai. Mimi halafu ananiambia, sasa omba. Nasema, baba wetu, nakushukuru kwa sababu ya kutupea wakati mzuri. Tunaomba kwamba upe mama yetu miaka mingi. Siwezi sema Mungu, mimi nimembariki, akona kasisi wake atambariki. Mimi nimeenda kama mtoto wake. Ima confusion. Mumetembelea pastor wenu. Nimeenda kanisa moja, nimeitwa kuhubiri. I couldn't preach, general secretary. I couldn't. The confusion that was in that church. Nimeenda pastor anapiga magoti awekelewe mikono na washirika. Ati ni on a day. Janeni na hiyo maneno. Hamwezi leta vitu zingine hapo. Intercede for him, but you can't lay that hands on him. Sasa ati tumetumwa kwa, na unajua hata sisi wachungaji tunakosea. Ni sisi tunaleta injili nyingine ambao haiko kwa Biblia. Poleni. Poleni, haikuwa na fujo. Poleni sana. No, but you're bringing confusion in the church. You're bringing confusion, sir. Do you know? Because me, I started in Catholic, then I went to Father angekuja kwetu. Na I remember one day, the father that was, alikuwa amekututembelea. Mimi juu sitawahi sahau. Alinisalimia, nikasikia harufu ya nini? Ya kitu fulani, na wachana nao, ni Kenya nilisikia, mimi nilisikia tu. Na nakwambia hakuna mtu alikuwa na breathe akitubariki. Na hakutubariki na maneno anatoa kwa kichwa, alikuwa anasoma mahali. Alisoma hivi. Anasema mpaka anatuuliza, hapa unaona hapa pameandikwa nini? Alikuwa anasoma hivi. Sasa sisi tunafungua jicho moja, tunaona watu wote wanapokea. Mimi nasema amen. Mimi nakwambia dada moja,
Mimi kuna vitu nimetembea na watu fulani nikachange mentality ya vile naonaga watu. One of my aunt mwenye alikuwa na tumor kwa tumbo, na niye maombi imeletwa kwa sababu yake, akaambiwa ya kwamba ati ameombewa, na hakuombewa maombi serious, ilikuwa inasomwa mahali, na mwenye anasoma ameshika gaji alafu anasema na vile tumekuja anafanya 1 2 3 umepona. Amen. After 3 days tumor ikaisha. Wacha niwaambie imani yenye ilikuwa na huyu dada, because hata leo hii wewe unajua iwa huko tu hajaitoka na pastor wake, hata mseme tulikuwa tunasikia nanuka nini, yeye aliamini. The woman with the issue of blood, she only allowed the oil to flow, no encounter. Hawakuonana na Yesu. Alisema nikiguza tu vazi la nguo yake nitapona. Akanyemelea akaguza. Biblia inasema kwamba immediately she was healed. Kanisa ya kiroho kama hii yetu bado ilikuwa kwa hiyo mkutano. Maana Yesu immediately akasema wachungaji simnisaidie kuhubiri. Nani ameniguza? Wazee wa kanisa Yesu akamwambia Munene, surely wewe unaona vile tumekusukuma wachungaji wa sasa. God forbid, because jana na leo, maana kongamano hili limepangwa na kongamano la wachungaji wa Kiseri, ndio sababu wakubwa wako hapa. Tujakuja kwa sababu ya kanisa moja, tumekuja ku correct an error in our city. You get what I'm talking about? Most of us pastors, we have the category of those people that your oil touches other people but does not touch them. Some of these pastors, chukua huyu overseer Karaja, mpeleke America. Usikie viwete zinatembea. Anatutumia picha tu, tunatambia viwete watatu wametembea leo. The same man, no fasting, a fast. Sasa hiyo anakula makuku tu za America. Alafu anasema, wewe kiwete amka. Sasa paka unashindwa. Kwani? Na ndio unaona wachungaji wengine wakienda, wakirudi wanasema kanisa watu wanatoroka maana waliona miujiza yenye ulifanya. Wanasema ulikuja na powers. Si powers, ni kwenye ulienda waliatilia mafuta ikafuro. Ukikuja huku mnakuwa mmetoshana. Actually hata wengine wako juu yako na wanataka mafuta ipande. You get what I'm talking about? Kuna wachungaji na hawaongeagi, hata unaambia kwa vile umehubiri leo hatujaipenda sana. Hiyo raini ukiendelea kupita watu ni kama hawafurahi sana. Tunataka ucheji hiyo mahubiri. Hatuipendi sana. Every church ambayo haina flow ya mafuta. Angalia, ati nani ameniguza? Anasema kwamba tumekuwa tukisongamana. Ama nitumie wale. Wewe ulikuwa na Bible ukasahau kazi yake. Haya, tuko hapo kijana yangu. Nani ameniguza? Bible inasema kwamba nayo Yesu akawakemea. Na Yesu akawaambia nini? Naongea kuhusu kuguzwa tofauti, my own Kiswahili, kwa sababu virtue, power has left me. Now, when I was reading that overseer Karanja, I realized why Jesus stopped the meeting. Because it was rare for Jesus. Alikuwa amekaa sana na hawa watu na hasikii power ikitoka. Most of our pastors, we are always with them, but we don't draw their power. I will repeat again. Unaishi na huyu mzee, ukitaka ukuponywa,
unaenda kutafuta mtu mwingine anatoaga nyoka town. Kwa sababu kulingana na level yenye umefika, yeye hawezani na hiyo pepo ya one day. Si tulikuwa kwa TV, I rarely watch TV. Mtu ananijua mimi, uwezi pata ati Citizen, hata kama ni news I watch them on YouTube or later. Hiyo siku I don't know what happened, I don't know where we touched the TV, and we started, you know, the way you know, scroll. Na kwa umbali nikasikia mtu anatoa mapepo. Wale wachungaji wanatoa mapepo kadhaa. Mimi sina shida na kama wewe unazitoaga, lakini hizo zilikuwa mingi. Maana alitoa roho, nikasikia ametoa roho ya chura. Na mwenye anatoa nikasikia amesema, akiambiwa roho ya chura toka, nikasikia nikasema hii. So unajua, nikasikia ni comedy. Nikamwambia wife hapa, hapa maroho zenye zinatolewa I think kwetu hazijatufikia. Akasema roho ya fisi. Yani alitoa mavitu. Sasa mahali nilipoita my wife, na wadada mimi nawapenda sana, akaanza kutoa roho ya nyoka na roho ya chura. Ruka wewe roho ya chura, siedi. Mama akiwa jikoni akaniambia, sauti hiyo naijua. Akakuja kaniambia, I know that voice. So huyu tunagojea sasa. Hujaiona watu mumeenda mpaka kwa TV kabisa, mngojee huyu agaragare atolewe chura. Alitolewa mpaka nini ile kitu inachejigi rangi, chameleon. Alitolewa mpaka roho ya chameleon, akatolewa zote roho kadhaa. Alafu alipogeuka, si anapewa ushuhuda, akasimama. Ma wife akaniambia, drama menyano. Nilipoangalia vizuri nikaona ni mudada fulani wa kwetu kanisani. Na saa debili hazikuwa zimeisha. Nauliza mama, na kwa nini huyu dada hatokeagi? Tumetembea naye miaka 3 hatokeagi. Kumbe tunaachanaga naye sasa, anaenda kuwekwa roho ya chura na kipepeo na ya fisi na ya ayuge. No, I tell you the truth. Na kile kilifanya atoke kanisa, alisema hatuna powers. Juu hatungoi hizo vitu. Because mimi naamininge nguvu za Bwana zimebebwa kwa neno la Mungu. Watu wengine mko hapa mnatusikilizaga na mko na mababa wengine Nigeria. Uko na baba yako hapo, lakini kuna mwingine. Hata kuna watu tithe yako utowagi hiyo kanisa yako. Pastor anajaribu kutafuta manyoya, kapuzi akameagi manyoya, kumbe kuna mahali kanaenda kunyolewa. Wajaribu kukamua. Somebody shout amen. Amen. Somebody shout amen. Amen. The problem with our church today is that the oil is no longer flowing. You have leaders that are bigger than their leader. We have youth that are bigger especially wale pastor wazuri kama Apostle Murege na mimi, na lakini mimi wa kitambo na yeye anakuwa commander chana. Haya, so praise the name of the Lord. Ni wale watu tulifundishwa ukigogwa pande hii. Mimi niligogwa hii, nikagogwa hii, nikagogwa hii, nikakosa mahali pa kugogwa. Nikasema mimi mnigongi tena. Hapana hata. You know, let me tell you the truth. Na mimi naondokeaga mtu pole pole. Nasema wacha niachilie nguvu yangu mahali mafuta inateremuka. Some of the people wametusi mchungaji sana, ni wale uliinvest sana kwao. Ni wale ulinunulia manguo, ni wale ulipea unga, ni wale ulilipia rent. Anu wao unazunguka kisera na wakikutusi. Juu alifika mahali akaona ametosheka. Mwana hata akuwe na tumbo kubwa, baba anakuaga baba. Nyinyi niambieni, ni wapi hapa inafikanga ya kwamba leo I am your spiritual father and then tomorrow I am not your spiritual father? The Bible says you left us because you never belonged to us. Because if you belong to us,
you'd have continued to stay with us. So you left so that it can manifest that even in the beginning, you never belonged to us. But now I have a question to sons and daughters. Why would a stranger who never belonged come and disconnect you from your father? A stranger will go back to his own father, but you will be left without a father. If I'm a genuine son of Bishop David, and a stranger comes and tells me, this man is bad, this man is evil, this man does this and this. Let me tell you, we were raised by even drunkards. But when they entered, wakapa mulirawa na wazee wenye walikuwa wanaingia, mulikuwa mnaongea na mama yenu, mumekanyanga mawe, haujui venye ulikuwa unatokaga. Okay, sijui kama mnaelewa venye nasema. Huyo mzee anaingia Simba Marara. Na mimi mwenye alini za kutafuta makosa. Anaenda kwa mbuzi, anapata makosa. Sons and daughters, mahali popote Mungu amenipea nafasi ya kuhubiri, msichome kwenu. Maana mkichoma kwenu hamuna kwenu kwingine. That is why kuna mtu alitoka kanisa fulani na ilikuwa kanisa yao, mpaka leo hii ukimkuta ako kanisa ya 12 hajawahi tulia. Alichoma kwao, anaibikaga kurudi. Utawakuta tu kisirani, hawatuliangi. Leo unasikia baba yake wa kiroho ni fulani, baba yake wa kiroho ni fulani, baba yake wa kiroho ni fulani. Mpaka unamuuliza, leo kuna mmoja nilikutana na kanisa, nikuishi weko. Sasa uko wapi? Maana hajulikani kwenye anakuaga. Ama hujui kuna watu hawatuliagi. It is until arudi back to his senses like the prodigal son. Aseme nitarudi kwa baba yangu. Na wengi juu ya kiburi hawarudingi. Na wao hawatuliangi. Wakirudi wanarudi kama wamefilisika. Nimeenda kuhubiri mahali juzi. Nikauliza na fulani alienda wapi? Nikaambiwa huyo mzee alienda na yani kuna watu serious. I tell you, kuna watu serious. Kenye kinaniumizaka. Baada ya kufanya hiyo yote, huyo mtu arudi tena. Hana bibi, hana kazi, hana nyumba, amechotwa, alafu akwambie baba nimerudi. Wachageni kufanya hivyo. Si ungekaa tu kwenu. Bona sairi Jesus. No, nasema tumeikemea leo katika jina la Yesu. Nasema tunaikemea leo katika jina la Yesu. And I tell you, ask this wazee. Ask apostle huyu. Iko watu leo unaweza nionyesha uniambie unajua huyu alikuwa mwanangu. Hata anakupita kwa street ni kama hajawahi kukuona. Hata anajifanya moja tulienda mahali akani introduce akasema, "Yeah, this is my brother."
Na mimi ndiye niliombea, katoka kwa shetani, nikabatiza, nikajaza roho. Na akaintroduce baba yake mahali niko. Alisema, my brother Njoroge, fanya hivi. Mpaka nilitafuta Njoroge huyu. Unajua hata hangeshida akiniita my brother. Singesema pastor. Dishonor imemea mizizi. Mpaka aliniita my brother. Alafu baada ya miaka 5 arudi akuje kama amelala chini. Aseme mimi nikukufa na kufa. Sasa unashida, nitaanzia hii maombi wapi? Kwa sababu wapendwa, your brother hananga urithi. Sasa mimi ni brother yako, unataka nikupe nini? Si uende kwa baba yako. Nikikutuma uende kwa baba yako akubariki, utasema mimi ni mbaya. Kuna watu tulilelewa madhabahu na tukafunzwa injili baya. Na mimi ni mmoja wale watu walikuwaga kwa hiyo mizizi ya kiroho. Kanisa yenye mimi nilitokea ya kiroho. Mahali mimi nilitokea. Mimi nilitoka mahali tunaheshimu pastor wetu, hatuku struggle kumuita baba. Mimi kwenye nilitokaga kitambo, automatically hata ukizaliwa unajua ni baba. Hatukuwa na jina lingine. Tulipokuja kwa kiroho, watu wa kiroho wanang'eng'anaga na ubaba wa pastor wao. Actually hata mapasta wetu wengi hamutakagi kuitwa baba. Na wewe utajua venye ukikosa kuwa baba kunaendaga. Nyumba haina baba hainanga order. Na tunataka kuleta order and decency. Who is the father of the house? Who commands blessings? Oh Jesus. Are you getting what I'm talking about? Mahali mimi nilitokea General Secretary, tulikuwa tunaalika mchungaji wetu namna hii. Huyu mzee anajua. Na tunataka kualika ndugu yetu. Ithe waka aja. Yani hata ikuwaga jina Peter, ni ndugu yetu Baba Gathoni. Naye ndugu yenu Baba Gathoni anakuja na neema ya ndugu yenu. Munaishi hiyo kanisa, hakuna mtu anatokeaga. Enda hizo kanisa, hakuna mtu anatokeaga. Na ithe wa Gathoni ndamurathimaga. Anatoaga tu maombi moja, na uende hizo kanisa hasemagi wacheni ni waombi. He that receives a prophet. Let's read slowly. He that receives a prophet in the name of a prophet. So you can have a prophet, but receive him in the name of Ireli. But receive him in the name of Njoroge. You shall receive Njoroge's reward. But if you receive a prophet in the name of a prophet, you shall receive not Njoroge's reward, but the prophets. Payanda basela bashakata. And that's where we go wrong, man of God. Unakaa na watu huwezi bariki, huwezi waombea. Naomba kutoka leo. Katika unajua neno la Bwana, wacha niwaambie siri ya neno la Bwana. Mungu haangalii tuko wangapi kwa hii hall. Life is spiritual, life is transactional. Kuna vitu tunafanya kwenye anga ya kiserian. Na wenye walipanga hii mkutano niwaambie mlipanga vizuri, mko kwa chairman. Ni principality. Tunaachilia mapowers kwa mji wetu. Kanisa utaona zikipona kiserian. Utaona kanisa zimepanuka. Utaona watu hao watoke level ya kuwa washiriki, waingie level inaitwa ya sons and daughters. Paulo anamuita Timotheo nani? To Timothy, my son. Anamwambia nini? Timothy, my own son, you may have many
instructors in the Lord to instruct you, but you do not have many fathers, for I begot you. Unaweza kuwa na instructors, wale watu wanaita, mnawaita nini siku hizi, mentors, but Bible inasema hauna baba wengi. Tungekuwa hapa na jirani wazuri, ningekwambia uliza jirani yako, who is your father? No, because the other problem, kuna watu hawananga ubaba. Wewe ndiye alfa na omega. Hata fungu la 10 unajitoleaga wewe. Sasa hili fungu la 10 kasisi George. Naomba ule. Unapata giri, unatoa 100. Unasema hii ndio mfuko ya. Tafuta baba yako akule. Shida nyingine tuko nayo wapendwa ni misingi yetu. Because kanisa iliyozaliwa kwa misingi ya dishonor, hata umwagiwe mafuta drum 5, if the error is not corrected, hiyo kanisa haiponagi. Mbona hapo mmenyamaza? Ulifungua kanisa kutoka kwa maono ya mtumishi mwingine, ukamuacha akilia na ukasema umeitwa, na ukaenda zaidi ukachukua watoto wa huyo mama ama wa huyo mzee, ukaenda na wao ndio chairman, ndio chairlady. Hiyo mbegu haitokangi. Na ndio unaona kuna churches zina split leo, na hiyo ina split, halafu hiyo ina split, unless kutokea mtu mmoja aseme ninakata hii line. Urudi nyuma useme mahali tulifanyia makosa ni mahali fulani. Urudi kwa baba, mwambie tulikosea. Baba aseme sasa nimewaachilia na neema. Mmoja mzee alifanya hivyo, akaeleza kwamba ameinua kanisa na amefungua mabranches, halafu after every miaka 5 branches zake zinapasukaga zote. Ni pattern alisoma over 20 years. What a waste of time. One prophet akakuja kuhubiri kwake, akamwambia I see an error in this church. You hurt your own father. Go back. Akasema I can't go back. That is an evil man. Your father is an evil man now. Finally, aliporudi, baba yake akamwambia, now I'll forgive you on one condition. Return my own sons to me. And those that died in your hands, I want them alive. Maana kuna watoto unatoaga kwa baba yao. Kesho nitafunza kuhusu the covering, yeah? Unawatoaga kwa baba yao. Hawakuwa wakufe, hawakuwa waishe, unawamaliza kwa sababu umewa expose. Huyo mzee akasema watu 7 waliokuwa pillars wa huku ulipowachukua walikufa. I want them back alive. Ujue kwenye utawafufua. Sasa hata wewe niambie, munene utatoa wapi? Yaani alirudi ameinama akasema huyo mzee condition amenipea, hataki turejeane. But it was a message. It was a message. You are responsible for their death. That man of God later on died a very terrible death. When COVID came, he was the first one. You know, it is unfortunate because we are teaching the church to honor. But we must remind the pastor, if there is a root of dishonor, correct it. Correct it. Ask this man. I started Peniel alone. He's my witness. Alone. In a 10 by 10 house.
Nobody can follow me and tell me you carried my people. Wewe unajua story ya marafiki zetu wenye walienda wakachukua nusu, au unajua hata leo hii hawajai pona, walifunga. Sikia sasa, kuna kaugonjwa tunapiganaga nako kanisani, wewe chairman, maana wewe ndiye kiongozi wetu na wewe vice chairman, lakini ugonjwa ni pastor. Ugonjwa ni mchungaji mwenyewe. Umebeba dishonor, unavuna dishonor. Mimi ni Mwafrika, siwezi zaa mtoto mchaina. Ati sasa my wife muone na mtoto mchaina. Si mtaniambia hapo nilichezwa? No. Lazima hata kama pua kafanane na kagu. Sasa wewe unataka kuzaa watoto wako na honor, na umepanda dishonor. It doesn't work like that. And chairman, I think, and general secretary, it is a call for pastors. Turudi tukiwa tumefunga macho, tujiulize, na sisi kuna mtu tuliumiza roho, tutafute maunga na wachungaji wengine, tuite tumukute huyo mwenye ulikoseaga, na tufanye style ya Jacob alipokuwa anarudi kwa Esau, alituma zawadi zitanguliage. By the time anafika roho ime, tuite tukurudishe kwa baba yako. Sasa shida ni kama alidedi na uchungu. Na mkipima sana, shida moja tulio nayo na inazuilia kanisa ya kiroho igrow ni kamzizi kadizona, ni kamzizi kakutenda baba mabaya mahali. Shida ingine ni kuinherit watoto murderers. Inheriting murderers. Una inherit mtoto mwenye ametoka kwao kama ameua baba, alafu anaokoka kwako. Ujue ile panga yenye aliuana nayo bado ameificha. Ni wangapi wako tayari tuombe? Naomba katika jina la Yesu. Some errors must be corrected. Some errors must be corrected. For big churches to thrive in our city, we must correct the error, and now revival will start to flow. Amen. We are speaking healing to our city. Amen. I say we are speaking healing to our city. Amen. Chairman, we are declaring healing to our city. Amen. Men and women of God, we are declaring healing to our city. Amen. Peniel City, we are declaring healing in the name of Jesus. Amen. Tusimame sisi wote. I just want to request you something before I invite the deputy chairman mwenye atatuongoza kwa maombi ya kuombea, just 2 prayer points ya kuombea jambo hili ambalo tumehubiriwa saa hii. Can I request you something? Tomorrow will you come? Can you invite somebody who is close to you? Can you invite somebody close to you? If you have Facebook, can you post it? If you have Twitter, Instagram, nini ingine? TikTok, just tell them something good is happening at home. Something good is happening at home. Somebody shout a better amen. Amen. And let me tell you, Vice Chairman, I'm just feeling if our city has to be healed, we must correct something. From our sons to fathers. Mungu awabariki. Hallelujah. Inua mikono yako kwa Bwana Yesu. Maneno haya yamekuja ili ya kwamba yalete mpango mzuri, mpangilio mzuri katika